Niliwaambia mifumo ya ushindaji wa vita Marekani inayotumia ni ya zamani sana. Kwa nini ni ya zamani? Kwa sababu siyo mara ya kwanza yeye anaitumia. Yaani ni mwendelezo. Trump alitangaza ceasefire ndani ya siku 5 ili kuipa muda wa mazungumzo, na Iran washatoa masharti yao na Marekani pia wametoa masharti yao, lakini serikali ya Tehran ya Iran inasema haijapokea taarifa yoyote ile ya masharti kutoka Marekani na wala hawana mazungumzo hayo. Sasa Trump anatangazia ceasefire ndani ya siku 5 na huku nyuma ametuma troops, wanajeshi kuelekea katika nchi ya Gulf ili kuweza kujiwekeza na kuivamia Irani kwa njia ya ardhini. Sasa Iran wao walishasoma hizi techniques zamani sana, zaidi ya miaka 23 walimsoma, na miongoni mwa njia ambazo Marekani anatumia ni hii. Anakutangazia hivi, alafu kumbe huku chini anafanya hivi. Sasa wanajeshi, hizo troops za Marekani, they on the way going, wako njiani wanaenda, hatujui watafikia katika nchi gani, maana hawajatangaza. Na bezi kubwa sana zao ni ile ambayo iko Japan, ile ambayo iko South Korea, na bado ni mbali, kuna distance, lakini pia bado anatumia ile nguvu ya ushawishi na ushirikiano wa hizi nchi za Gulf: Qatar, Oman, Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates, Jordan. Iraq wamejitoa. Iraq juzi jana wametangaza kuiunga mkono, hapana moja kwa moja, ila wametangaza kuiunga mkono serikali ya Iran. So Iraq na Yemen hapa chini, wao tayari wameonyesha saidi yao ya kumuunga mkono Muirani. Sasa baada ya tetesi kuvuma kwamba troops za Marekani, wanajeshi wa Marekani wa ardhini wako on the way going kwenye hizo nchi za Gulf, Iran wamekuja na msimamo mmoja wa kusema hivi kwamba Bahrain pamoja na UAE, United Arab Emirates, watazishambulia na kuzimiliki. Kwa nini? Kwa sababu ukitoka kwenye Oman Gulf, kutoka Oman, nchi inayofuata pale juu pembeni hapa ni United Arab Emirates. Alafu ukisogea kidogo, kama unaitafuta Persian Gulf, kuna Kuwait, alafu pembeni hapa kwenye kona kuna Bahrain. Kwa nini wameiacha Oman na Kuwait? Wakasema wataishambulia vibaya yani kuhakikisha wanazimiliki kati ya United Arab Emirates pamoja na Bahrain. Kwa sababu hizi ndio wao wanaona ni nchi ambazo hawa wanajeshi watashukia pale. Washapata hiyo taarifa kwamba okay, haina shida, sisi tunawasubiria. Na niliwaambia Iran, jiografia ya Iran ni ngumu sana kuingia ndani kwa kutumia njia ya ardhini. Na kwa nini Marekani ana force kutumia njia ya ardhini? Na sisi tunajua kabisa kwamba njia ambayo Marekani anapenda kuitumia kumaliza vitu mapema ni airspace.
njia ya angani. Air Force ya Marekani imewekeza sana kwenye ndege ambazo kiukweli ni very smart and sharp to attack. Kwa nini haitaki kushambulia kupitia angani, ila inajiforce ardhini ambapo ni ngumu sana? Ni kwa sababu air defensive ya Irani ni ngumu, haiingiliki. Marekani alishambulia Iraq 2003, ndege zaidi ya 2000. Airspace ya Iraq ilifunikwa, na mtu akikumiliki kwenye airspace amekumaliza, hata uwe nani. Akishamiliki anga amekumaliza. Sasa anga ya Irani haipitiki kabisa. Ndio maana Marekani ana force kupitia njia ya ardhini. Sasa geographically ya Irani ni ngumu sana. Unapata picha gani? Kwa nini Trump atangaze ceasefire alafu atume troops? Unaona kabisa kwamba ni techniques ambazo kiukweli ni za zamani na hazina mshiko. Israeli saizi ndege imelipuliwa nyingine jana hapa Tel Aviv, kwenye uwanja wa Gurion, uwanja wa airport wa Tel Aviv, ndege imeshambuliwa. Iran hajasitisha mapigano. Iran hajaomba mazungumzo. Iran hana mpango wa kuzungumza na mtu. Iran hana mpango wa kusimamisha vita mpaka malengo yao yatimie. Na malengo yao ya vita ni yale masharti sita waliotoa, lazima yazingatiwe. Otherwise inabaki pale pale promise yao, ni either washinde vita au wauawe wote. Sasa Marekani na Israeli wamepoteza nguvu ya ushawishi, kuwashawishi watu wengine kushiriki hii vita. So Marekani amefika pabaya. Trump amechanganyikiwa, hajui afanye nini. Vita vimemchanganyikiwa, vita vimemchanganya, kapoteza ndugu zangu.